Jina la Yesu lisifiwe sana. Tuendelea kujifunza kwa habari ya neema ya kuingia majira mapya. Neema ya kuingia majira mapya. Na nikukumbushe kidogo mahali ambako tumetokea tukiwa tukijifunza somo hili. Tumeshagusa vitu vingi kidogo. Mwanzoni kabisa nilikueleza kwa habari ya akili ya kuyatambua majira mapya, akili ya kuyatambua majira mapya. Na tulivyoendelea nilikueleza pia kwa habari ya dalili au ishara ambazo zinaonyesha kwamba mtu anaingia au ameingia majira mapya. Tuliangalia zilikuwa nyingi sana, kama 7-8 hivi, nyingi sana. Kwa kama ni mara ya kwanza ndio unafuatilia au umetumia ujumbe huu, audio zipo Telegram. Ingia Telegram, andika Eliazeri Simba Emili, mafundisho yako pale ya utayapata mafundisho yako pale Telegram. Kwa hiyo tumekuwa na muda huo, lakini pia mara ya mwisho tuliangalia kwa habari ya neema ya kukumbukwa. Tulipata muda kuangalia neema ya kukumbukwa, na nilikueleza kwa mujibu wa maandiko kabisa. Tuliangalia watu wengi, wakina Yehu, wakina Mordekai, wakina Kornelio, watu wengi kwenye maandiko, wakina Yusufu, ambao kuna muda alionekana kama wanasahaulika, lakini baadaye Mungu akawakumbuka. Na nilikwambia kwa mujibu wa Warumi sura harakatabahaske flamande goshaniga hasko frakita, Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Unaposoma andiko hili unaona mtazamo wa Mungu, jinsi ambavyo anaweza kutumia kila kitu akafanya kazi pamoja na vitu vyote ili kumpatia tu mtu yale ambayo ni mema. Anasema nasajua kwa Mungu katika mambo yote hufanya kazi pamoja na mambo yote katika kuwapatia mema wale wampendao. Kwa hiyo kuna vitu Mungu anafanya na kuwapatia mema watu wake. Kwa hiyo ni ya kueleza kwamba anaweza akafanya kitu na nyumba, kitu na vitu, ili ukumbukwe mahali ulipo. Danieli, ukisoma maandiko, aliomba na Mungu alimjibu siku ya kwanza tu ya maombi yake. Yaani siku ya kwanza na maombi yake Danieli alikuwa ameshajibiwa kabisa. Yes, from the beginning of his prayer, the Lord has just already answered him. Yes, he had done it. Alikuwa ameshamjibu, lakini siku zimeenda mpaka baadaye Mungu akasema, "Huyu bwana mbona nimeshamjibu? Kwa nini anaendelea kufanya hiyo kitu?" Ndio natumwa Mikaeli pale. Uje kugundua kwamba kuna eneo vitu vilikuwa vimeshikiliwa. Kwa hiyo kuna muda Mungu anakuwa ameshajibu kabisa vitu vyako, ila kuna eneo adui ameshikilia. Kuna wakati Mungu kitu fulani ameshakiachia, ameshaachilia eneo fulani, ameshaachilia huduma ili iende hatua nyingine, ameshaachilia familia iende hatua nyingine, ameshaachilia afya iende hatua nyingine. Ila unakuta kuna eneo adui amegusa, unakuta kuna mahali ambako shetani ameshikilia. Sasa ukiona hiyo kitu hapo unaingia kwenye maombi, alafu unatamka badiliko, unamtoa adui kwenye eneo lake. Danieli asingeweza sana kupiga maombi ya vita na vitu vingine, kwa sababu pia alikuwa hajajua nini ambacho kinaendelea. And you know, he was a prophet, but he never knew what was happening in the realms of the spirit. Hakujua ambacho kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Lakini unapoona vitu vijakaa sawa, wakati mwingine adui anakuwa ameshikilia. Kwa hiyo unaingia kwenye maombi, unaitoa ile namna ya adui, unatoa kile ambacho ameweka kama kizuizi, au mahali aliposhikilia unampiga na achia katika jina la Yesu Kristo. Sasa hili leo vizuri, fuatilia mafundisho na somo ambayo tulijifunza kwa habari ya maombi ya vita just like one week back. Wiki moja nyuma tulipata muda kujifunza somo hilo, maombi ya vita. Kwa hiyo kuna namna ya kufanya kitu hicho, unamtoa adui kwenye eneo ambalo anakuwa amenani. Hata tulijifunza kwamba ni kuna neema. Sasa leo nataka nielezee kidogo kwa habari ya neema ya kuingia majira mapya. Yes, kipindi cha mwisho nilazimika tu kuzungumzia ile kitu ili msaidie mtu. Na nilikwambia kwamba unaweza ukajipa muda ukatamka, ukaamuru watu kukumbuke, alafu ukabaki unasikilizia. Kwamba usiwatafute, yani wewe relax tu, uone jinsi watakavyokutafuta wao. Yaani wetamka tu kwa rohoni kwamba watu fulani mtanikumbuka, ambao wametumwa kwangu hawatanisahau. Kitu fulani watakumbuka
tamka, declare, make a lot of this, a lot of declarations kwa wale ambao Mungu amekushuhudia wasogee kwenye maisha yako. Wako wengi, lakini kuna muda wanasahau tu, kwa wanahitaji rohoni wabustiwe rohoni. You got to boost them, kwamba mtanikumbuka tu. Wametakiwa leta hela kwako, wataleta. Wanatakiwa wafanye kitu fulani, watafanya katika jina la Yesu. Nikwambia hii ni siri tunaitumia. Kuna wakati maana vitu fulani havijakaa sawa, unaamua tu unaamua kuvuruga tu, kwa yani unaamua unavuruga tu, ya kwamba sasa kuanzia leo eneo fulani kwenye fahamu za watu itapita jina la Eliazeri. Itapita jina. Kuna watu wanaweza kuuliza kwa nini kila kitu fulani mtu fulani. Kuna kitu kimefanyika, alafu wanalazimika wakumbuke. Kuna kitu kifanyika, wanalazimika watu wakumbuke. Yes, kuna kitu kifanyika kwenye Mungu wa watu, kila wakikao watakumbuka jina la fulani, kila fulani. Kwa ndivyo ilivyo. Ni neema kabisa ambayo Mungu anaiachilia, kwamba watu wanaweza kuwa wako mbali na wewe, ila wakazungumza kitu fulani na mtu wa kumtafuta kwenye kitu hicho ukawa ni wewe. Ni neema ya kukumbukwa. Kuna mtu una shida na mtu mwingine ana shida, anaona hii shida yangu, acha nimsaidie huyu fulani. Yeye mwenyewe anao ya kwake, lakini anaamua kusolve ya kwako. Ni neema ya kukumbukwa. Sasa nataka leo nielezee kidogo, na watu wengine ukizungumzia neema haelewi. Tunazungumzia tunaposema neema ya kuingia majira mapya, tunamaanisha nini? Tunapozungumzia neema ya kuingia majira mapya, ni nini ambacho kiko hapo? Na la Yesu sifiwe sana. Kwa hiyo nitapata muda kidogo wa kuelezea kitu hiki kidogo, angalau yes, angalau kidogo kuelezea hiki kitu, kwamba tunapozungumzia majira mapya tunamaanisha kitu gani? Tunapozungumzia neema ya kuingia majira mapya, jambo la kwanza la kuelewa, haima sebro duga bande bohushke fladia ele masumi nemena tunapozungumzia neema tunazungumzia uwezesho wa kimungu. Sasa sitozungumza ile ambayo nimezoea kuizungumza. Nataka nizungumze hii ambayo itakusaidia kuelewa kwenye somo ambalo tunalizungumzia, uwezesho wa kimungu. Lakini mbili, ninapozungumzia neema nazungumzia utendaji, utendakazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Neema unazungumzia uwezesho wa kimungu, lakini mbili unazungumzia utendakazi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kuna namna Mungu anafanya vitu. Hiyo namna ambayo Mungu anafanya vitu ndio inaitwa neema. Jinsi ambavyo Mungu ndio inaitwa neema, the way he does in our lives. Jinsi ambavyo anaonyesha mkono wake na kufanya kwetu, hiyo kitu ndio huwa inaitwa neema. Jinsi ambavyo huwa anaingilia vitu vyetu. Sasa ile namna ya kuingilia, the how, the way of his doings, hiyo ndio inaitwa neema. Jinsi ambavyo anafanya, jinsi anavyotenda kwetu inaitwa neema. Ndio maana ukisoma kwenye Timotheo wa 2:1, Paulo anamfumbua macho mtoto wake huyo akiroa Timotheo, masimbi katila gande vrodo duze varakila kushete baruna hasko fraparakita. Anamwambia hivi Timotheo, anamwambia basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. So now here anamwambia uwe hodari katika, maana yake uwe hodari, usimame imara, usimame imara kwa hodari, utende sawa sawa na Mungu anavyotenda kwenye maisha yako. Uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe hodari. Maana yake kuna kitu Mungu anafanya, kwa anafumbua macho kwamba uone hicho ambacho anafanya, alafu ufanye sawa sawa na hicho. Maana yake you got to take advantage of it. You got to walk on it. You got to respond clearly. There is a way of response. Unaweza kaitoa kwenye kitu alafu ikawa ni kama umepuuzia, usipate matokeo yake sawa sawa. So now Paulo anamfumbua macho Timotheo, anamwambia kwa hodari katika neema. Maana yake Mungu anafanya vitu, lazima uelewe ambacho anafanya na unajua unafanya nini kwa hicho ambacho anafanya. So when we speak of grace of him, a grace to enter into the new seasons, we are speaking of the doings of God himself in our lives. Jinsi ambavyo anafanya
anavyofanya kwenye maisha yetu. Sasa iko hivi, haikaseli mahande kuna vitu Selima Sufi Sekida Gande. Kwa namna ya kawaida mambo katika ulimwengu ya roho, kwa kila mtu aliyeokoka, yanafanyika kumfeva mtu kutokana na jinsi ambavyo mtu anaelewa ambacho kinafanyika. Kwa hiyo Paulo anapomwambia Timotheo kwamba awe hodari katika neema ya Kristo, maana anamwambia Paulo, macho yako acha yaone kila ambacho Mungu anafanya, na yajue, moyo wako ujue jinsi gani utatembea katika haya. Kwa tunapozungumzia neema ya Mungu kwenye maisha yetu, neema ya Mungu kumsaidia mtu kwenda kwenye majira mengine, maana yake unazungumzia mtu awe tayari kufunguka, kuona na kuelewa kwamba Mungu kuna kitu anafanya. Huyo mtu anaweza akatembea kwenye hicho ambacho Mungu anafanya. Maana yake mtu anaweza akajiposition kwenye kile ambacho Mungu anafanya. Ndio maana huwa kuna kama nasikia watumishi wa Mungu wanasema, "Mimi mtumishi wa Mungu, ibada ya leo ilikuwa fire, ni neema tu mpendo." Ambacho anamaanisha kwamba sikufanya mimi, aliyefanya ni Mungu. Hii kauli kwamba sikufanya mimi, aliyefanya ni Mungu, haongei kila mtu. Ninaelewa lugha ya unyenyekevu, lakini walisia ni nini? Hayafanyiki kama mtu hajajua namna ya kutembea, namna ya kuwa hodari katika hiyo neema, namna ya kuwa hodari, namna ya kwenda sawa sawa na yale ambayo Mungu anayatenda. Mungu anaweza kawepo eneo na watu wasimuone, asidhihirike kwenye ile eneo, kwa sababu tu watu hawajajua. Sasa haimaanishi kwamba neema ipo. Neema ipo, ila watu macho yao hayajaiona ile neema. Na mimi nikueleze, maeneo mengi majira mapya yametangazwa, yamefunuliwa, ila watu hawajaona, na wengine walioona hawajajua jinsi ya kutumia. Maana sasa hawajui namna ya kuwa hodari katika hiyo neema. Timotheo alikuwa anaona neema, maana yake tu ambacho anaongea Paulo ni kwamba awe hodari kwenye hiyo, maana yake ajue namna ya kuitumia hiyo neema. Kwa hiyo mtu kuingia majira mapya, ni Mungu anawabeba watu, anawapeleka kwenye majira mapya. Nilikueleza kwa habari ya Zaburi 88:11. Anasema, nitatoa neema na utukufu, nitawapa kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Nitaka kujua kwamba nitatoa neema na utukufu. Mungu anatoa neema, huwa anatoa uwezeshi, huwa anatoa utendaji wake mwenyewe kwenye maisha ya mtu. Utukufu, unapozungumzia utukufu unazungumzia matokeo. Unapozungumzia neema unazungumzia utendaji kazi, on spot, what he does in people's lives, kila ambacho anafanya muda huo kwenye maisha. That is what is grace. Grace, neema ya Mungu. Kwa hauingii kule kwenye hatua nyingine kama Mungu hajahusika. No. Let no man deceive you. Kabisa. Hauingii kwenye majira mapya, hauingii kwenye wakati mpya kama Mungu hajahusika. Labda kama ni majira mapya ya kuzimu. Kabisa. Kama ni ya kuzimu, fresh tu utaingia. Kabisa, nasema tena fresh tu utaingia. Lakini kama ni haya ya kimungu, huwa kuna neema inawabeba watu kwenda kule. Na nikizungumzia neema upande wa tatu, nazungumzia Yesu Kristo. Unapozungumzia neema unakuwa unazungumzia Yesu Kristo mwenyewe. Maandiko yanazungumza kule kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Anapoeleza kwa habari ya Yesu kwamba naye neno alifanyika mwili, anasema alifanyika mwili akakaa kwetu. Hapa anasema nasi tukaona utukufu wake. Kama unakumbuka ile andiko Yohana 1:14. Kwa maneno alifanyika mwili akaja akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Hapa anasema utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Alafu anasema amejaa neema na kweli. Anapozungumzia utukufu Yesu, sasa anasema huyu amekuja amejaa neema na kweli. Alipoeleza kwamba huyu Yesu sasa jinsi alivyokuja ndani, au moja package ambazo amekuja nazo, na package inaitwa neema. Maana yake amekuja na package ambayo itawezesha watu. Sasa hii package iko ndani yake, maana yake ni sehemu ya maisha yake. Ni sawa na kusema hii package ni yeye. Unapozungumzia neema namzungumzia Yesu kabisa mwenyewe. Ndio maana kwenye Tito 2:11 maandiko yanasema neema
iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Neema. Sasa nataka nitumie hii concept ya wokovu kueleza na unielewe jinsi ninavyomaanisha ya kwamba neema ni Yesu Kristo. Anasema neema iwaokoayo watu wote imefunuliwa. Neema iwaokoayo watu wote imefunuliwa. Sasa okay, kumbe watu wanaokolewa kwa neema, na hii neema ili waokolewe, neema itakayofunuliwa, na watu wanatakiwa waione neema ili waokolewe. Ni wapi watu wameiona neema wakaokolewa? Anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa watu wanatakiwa waamini. Wanamwamini nani ili waokoke? Wanaamini nini? Anasema ukiamini mioyoni mwako ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, lakini pia ukaamini kwamba Mungu alimfufua katika wafu, kwa mtu anamwamini Yesu ili aokolewe. Unayemwamini ndio yule ambaye alifunuliwa, anaaminiwa aliyefunuliwa. Kwa watu wanamwamini. Kwa akisema neema imefunuliwa, maana yake Yesu amefunuliwa. Maana Petro anasema kwenye 4:12 Matendo ya Mitume, hatuna jina jingine litupasalo kuokolewa kwalo. Anaisema ile akiwa wazi kabisa kwamba ni kwa Yesu pekee yake. Maana yake watu wanatakiwa wamjue Yesu ili wawe salama. Watu wanatakiwa wamuone Yesu, maana yake Yesu afunuliwe kwao. Kwa akisema neema imefunuliwa, maana Yesu amefunuliwa. Yesu akasema hivi, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana yake kama kwenda kwa Mungu kuna kitu huwa kinafanyika, basi hicho kitu ni mimi. Kwa mtu akija kwangu hicho kitu kitafanyika kwake. Maana yake anasema hivi, ili mtu aokolewe ananihitaji mimi Yesu, ambaye mimi Yesu ndiye neema. Ni lugha ngumu imeze kama ilivyo. Neema ni Yesu mwenyewe. Sasa moja nikusaidia kitu kimoja. Tunapozungumzia neema kuingia majira mapya, kuna maeneo na kuna wakati mtu anakuwa hastahili kuingia majira mapya. Yes, kuna muda kabisa haustahili kuingia majira mapya. Kuna kipindi haukidhi kuingia majira mapya. Kwa jinsi ulivyo haujakidhi kuingia majira. Kuna muda, kuna maeneo haujakidhi kabisa. Ila kwa sababu ya neema hii ambayo naizungumzia hapa, mtu anaingia majira mapya kabisa. Mtu anaingia majira mapya, anaingia majira mapya, anaingia kwa sababu ya ile neema. Kule kwenye maandiko, kwenye kisima, ile birika la Bethsaida pale, malumi sebro kuta kishkelevanias. Le eneo liko hivi. Kwenye audio ya kwanza nizungumza kitu hiki. Ngoja nitumie tena mfano huu wa huyu mtu kuelezea hapa anapozungumzia Yesu Kristo kwa hii neema. Kwa kawaida mtu anatakiwa afanye kitu fulani ili aingie hatua fulani. Nilikueleza kwa habari ya Chronos na Kairos, kwamba Chronos ni muda kawaida, Kairos ni muda ule wa mwingilio wa kimungu. Na kwa jinsi ya kawaida Kairos haitokei, inatokea mara moja, inatokea kwa nadra. Ni fursa ambayo inatokea, mtu akipoteza huwa ni ngumu kurudi kwake. Miaka zaidi ya 38 yule mtu alikuwa anaumwa na amekaa pembeni mbali kidogo na birika akisubiria uponyaji. Malaika alikuwa anakuja anatibua kile kibilika pale bilikani, anapatibua, akitibua pale kwenye kile kisima. Mtu wa kwanza kudumkia mle alikuwa anapona. Yule bwana zaidi ya miaka 38 alikuwa kwa eneo lile na kupona. Maana yake ni hivi, ilikuwa inasubiriwa kila muda ambao ulikuwa, sasa nimesahau ni muda gani pale, ambao ulikuwa ukifika tu ule muda alikuwa anashuka malaika anatibua. Akitibua wanaenda wanapona. Maana yake palikuwa kuna muda ambao umepangwa, ambao kila huo muda ukifika inatangazwa Kairos kwa wale watu. Inatangazwa, ni sana kusema inatangazwa neema kwa wale watu ya kupona. Kwa kwanza anayeingia alikuwa anapona, na sio kila mtu. Wa kwanza anayeingia. Baadaye Yesu akapita pale. Yesu kupita pale ilikuwa sio muda wa kutangaza ile neema. Ni sawa na kusema kwa utaratibu uliokuwa pale, haikuwa Kairos moment kwa utaratibu wa pale kisimani maji kutibuliwa. Ulikuwa sio msimu wa kutibua maji. Yesu akamwangalia yule mtu miaka 38 pale amejikunja. Akamwambia,
wanataka nikufanyie nini? Ni bahati mbaya sana yule bwana akaanza kueleza kwamba nina muda mrefu nimekaa hapa, maji yakitibuliwa na shindwa kwenda kule. Ile alikuwa pale pembeni, alikuwa anashindwa tu kwenda kule. Alikutana na Yesu, akashindwa kuelewa kwamba amekutana na neema. Ukikutana na neema, umeingia automatically kwenye majira mapya. Unapokutana na Yesu, umeingia kwenye majira mapya. Kwa maana moja dalili za kuingia majira mapya ni neno kufunuliwa kwako, lakini pia maagizo kuja kwako. Kwa Yesu anambia nikufanyie nini? Ile ni maagizo kwake. So he had to answer it clearly for him to enter into the new seasons. Bahati mbaya na majibu aliyotoa yalikuwa tofauti. Lakini bado Yesu alimsaidia aingie, kwa sababu alipokutana na Yesu alikutana na neema. Ndio kama amekuja amejaa neema na kweli. Walifanya kasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kweli yeye ndiye kweli. Kwa hiyo ni lugha hii pia inamaanisha kwamba yeye pia ni neema. Kala bahasko frapila wande. Alima suska flakida. Kwa hiyo mtu yote ambaye amekutana na Yesu, ndio maana mara ya kwanza tu mtu alipompokea Yesu aliingia majira mapya. Ndio majira mapya ya wokovu, kwa sababu ulipokutana na Yesu ulikutana na neema. Ulikutana na neema kabisa, kutana nayo neema. Unahitaji kufungua macho, kuelewa na kudaka hiyo kitu, afu utembee nayo inavyotakiwa. La masumbi ya brakita gasos kafakides. Jina la Yesu lisifiwe sana. Kwa hiyo kama Yesu ni neema, na kama neema pia inamaanisha utendaji wa Mungu, na kama neema pia inamaanisha uwezesho, maana yake tunahitaji neema ya Mungu ili tuingie. Nisikilize, wana wa Israeli walizunguka sana ile eneo, ilihitaji utendaji wa Mungu ili wafanyaje wavuke ile eneo. Ni hivi, walikuwa wanajua sana, walikuwa ni wengi sana, walikuwa na maarifa, walikuwa ni wengi, ila unajua nini? Hapakuwa na neema tu ambayo ilikuwa imewekwa bayana kwao yao kuingia kule kwenye nchi ya Kanaani. Pale katikati wametoka, ndio wamefika katikati, more than 40 years wanazunguka eneo moja, miaka 40 wanazunguka eneo moja, wanazunguka mpaka neema ilipofunguka kwao. Mungu akazungumza akasema imetosha kuzunguka mlima Seiri. Ndipo ikawa imeisha kwao, kwa sababu ni neema ya Mungu inawapeleka watu nyingine. Na ili mtu aingie hizo watu, maana yake anatakiwa kukutane na Yesu Kristo ambaye ndiye neema. Na ndio maana kwenye eneo hili maombi yanakuwa ni muhimu, kwa sababu kwenye maombi tunakutana na Yesu muda wote. Kwenye neno la Mungu tunakutana na Yesu muda wote. Unapokuwa tafakari hivyo, inakuwa ni maisha. And then kama ni maisha, maana yake mtu anakuwa na uhakika wa uwepo wa Mungu kwenye eneo lake. Jina la Yesu lisifiwe sana. Neno gani ambalo unaliangalia afu unaona kama linahitaji msaada wa Mungu ili uingie kwenye ile eneo? Ni hilo ambalo linahitaji neema ya Mungu. Ni hilo ambalo linahitaji neema ya Mungu. Alimasumi na gedibila. Salime na masubi. Aliye sablenema rabina zumine mena kaida somile bena somina lelema na marie dayana sapra kita pashia gadabaya. Ni hapo watu tunamlilia Mungu, anambia sasa Mungu, ni kweli umeturuhusu tuwe hapa, lakini unajua hata pale ambako nataka tuende hatuwezi tukaenda bila wewe. Watu nalia hiyo kitu. Watu tunapata muda kumwambia Roho Mtakatifu kwamba umeturuhusu tukafika hapa tulipo, lakini hata pale mbele ambako tunataka kwenda hatuwezi tukaenda bila wewe. Umeruhusu tuwe na hatua hii ambayo inaonekana kwako leo, lakini tunajua hata pale mbele hatuwezi kwenda bila hatua yako tena kufunuliwa kwenye maisha yetu. Lazima neema ifunuliwe. Lazima neema ifunuliwe. Na hii neema ndio neema ya kuingia hatua nyingine. Hebu jifikirie,
Mungu anamwambia hivi Ibrahimu. Unajua ili kuingia hatua nyingine Ibrahimu itakiwa aone. Alafu anamwambia Ibrahimu, inua macho yako tazama. Sasa angalia, Ibrahimu, inua macho yako tazama. Ibrahimu anainua macho, alafu anamwambia hivi unavyoona hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako. Maana anamwambia Ibrahimu, tunachoona ndio hatua mpya kwako. Hebu jifikirie kama Ibrahimu haoni. Kwa sababu hatuoni maelekezo mengine huko nyuma ya Mungu kumfundisha Ibrahimu jinsi ya kuona. But now anamaliza Ibrahimu ya kwamba inua macho yako utazame. Jinsi utakavyoona, umbali utakaoona ndivyo utakapomiliki. Vipi kama hana uwezo wa kuona? Utaelewa kuna maelekezo Mungu anatoa kama sio neema hamna anayeweza kuyashika. Najua watu ambia huwa zinahitaji pia maisha ya usafi na utakatifu. Bila neema uchomoke au utoboe. Inahitaji neema ya Yesu Kristo. Neema ya Yesu Kristo. Na hii neema huwa inaliliwa kwa Yesu. Yesu kumbuka yumo ndani yako, kwa hiyo neema yumo ndani yako, huwa inaliliwa. Kwa sababu unapoomba ni sawa na unaichochea ile neema. Ni neema itakusaidia ule muda usipite kwako. Maana wanasema hawajui wala wafahamu wanatembea gizani. Kutokujua na kutokufahamu kunafanya watu wanatembea gizani. Maana unaweza kuwepo eneo usijue jinsi ya kufanya, usijue namna ya kuinteract, namna ya kuingiliana na hiyo neema, usijue jinsi ya kushirikiana pamoja na hiyo neema ili uweze kuhama kutoka hapo ulipo. Unaweza ukaona hivi kama ule bwana pale kisimani na ukajua kabisa ni pale watu wanaponea pale. Unajua kabisa ni pale mambo ya maisha ya watu yanabadilikia, ni pale. Ni pale. Kabisa mtu akaona na akajua ni pale. Ni pale kwenye kile kisima. Na ili mtu awe sawa huwa panatibuliwa. Kwa mtu anaweza kujua kabisa eneo la biashara kukua ni pale. Kabisa anajua. Na ili biashara hiyo kuwe usimamizi unatakiwa uwe mzuri, anajua, lakini hakuna neema ambayo inamfanya timize hiyo kitu. He will never do so. He will never do so. He will never do it. Kwa sababu neema ambayo inafanya watu wanatenda vitu. Ndio maana kuna watu wanafanya vitu vingi sana kwa pamoja. Mwingine anafanya vichache, anayefanya vingi hana matokeo mengi, alafu anayefanya vichache ana matokeo. Ni neema, kwa sababu ni kwa neema ya Kristo watu wanapelekwa, wanaingia. Kwa ambacho nataka unielewe ni kwamba tunapozungumzia neema kwenye maji la mapya, maana yake hauingii kwa kutaka kwako. Unaingia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Unaingia kwa Yesu kufunuliwa kwenye maisha yako. Yesu asipofunuliwa kwako, hautaingia kwenye hatua hiyo. Hautaingia kwenye maji haya. Masimi katabahaske frakita. Acha nikuombee muda huu katika jina la Yesu Kristo. Para mashana manawaya. Zedimi katula bahaske frakita. Barunde zevilagashke tiagaske. Na umwambie Mungu asante mahali ulipo. Umwambie Mungu nakushukuru nimeelewa kitu hapa. Ya kwamba hivi vitu vinafanyika ni kwa neema yako. Maana mwingine anafikiri tu ni kwamba tu ninastahili. Ni kweli kuna vitu tunastahili, lakini bila neema hamna kitu. Nimekwambia Danieli alikuwa ameshajibiwa. Kama neema isingeshuka pale, hakuna kinachofanyika. Kwa kuna muda utasema ni maombi tu ambao unaomba sana. No, sio maombi. Wapo watu wanaoomba, ukisikia habari zao bado wanaogopa. Lakini walishindwa. Kutasema kusoma neno, wapo watu wanasoma neno hatari, neno limekaa kichwani, lakini walevi huko wameshashindwa. Unaposoma, unapoomba sana, bado uruhusu neema ya Mungu. Paulo anamwambia Timotheo ujue na uwe hodari katika neema iliyo ndani ya Kristo, iliyo katika Kristo Yesu, iliyo katika Kristo. Maana imo ndani, there is a praise. Hiyo neema ipo. Hilo eneo linaitwa kwa Yesu. Maana sibi kanta bashia katamayande. Mwambie Roho Mtakatifu amekusaidia umeelewa, mwambie asante na mwambie nisaidie kutembea katika hiyo neema. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Marumi sibro telima nose vakila kila kishke vama haske frapara kila haske veni ya gobi. Marumu godi ya shande brogodoske fra maruna haske janimi hando regida hasko parumi gashia zenute barakita levelande baradusa
baradusa kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako juu ya watoto wako, neema yako juu ya mtumishi wako anayefuatilia ujumbe hizi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Let the eyes of his understanding be enlightened, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka kuwa hodari katika neema ile ambayo umefunua kwake, ile ambayo umeruhusu itembee na yeye, kwa sababu kila aliyekufuata hiyo neema inatembea na yeye, kwa sababu imo ndani ya waliokupokea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Ikawe halisi kwenye maisha yake, akatembee katika hiyo. Masutelima momoleka pila hashkevini lelunda simida haske shalimanumi kada haske frakida maruno sibida haske telima haske lekata masunde brondo zagina haske dila mahata shaleme lebela bambe kitabasumi katashia mando nebela suse leketagina hashande ratiti kokotokina mahaska prokita shedimi na sonde brondo zuza shalebe lebela kuta prakata zuza ni mama kunta brande zata papa kata bronda zeketagina mashonde rabina hasko film magashke tilamande abumi sufeliga bahashke nimomozusa lakatabina hashke telegazuska tilamakantaba ademenekete brogodozumi katashiama lekete belazusia alumbi katabashia azuni mikotosusia kita nimomomoshata brogodozumi kadia bahata sheli na masu